Ladies and gentlemen, sasa hivi kwenye kanda ya video ambayo nimeweza kukuchezea ni hali jinsi ilivyo katika eneo la Gusii Stadium, ambapo Wakisii na Wakenya ambao wameweza kujumika katika uwanja ama kwenye uga huo wa Gusii Stadium ambao unatumiwa siku zote katika hafla ya kimichezo. Kinara wa Azimio Raila Amolo Odinga leo hii alikuwa anatarajiwa kufika katika eneo hilo, na zaidi ya yote kwenye kanda ambayo umeweza kuitazama mtazamaji wangu ni pingamizi na kule kukataliwa ambao sasa hivi kunaendelea kuonyesha na kudhibitishwa moja kwa moja, ambapo ni ishara ya kwamba Raila Odinga baada ya kujiunga na mrengo wa Kenya Kwanza unaoongozwa na Rais William Samoei Ruto anaonekana kuendelea kukataliwa, jambo ambalo katika historia ya taifa la Kenya Raila Odinga ni mara yake ya kwanza kukuwa heckled na kukataliwa na kuendelea kupata pingamizi kali zaidi kutoka eneo la Gusii, licha ya eneo hili kuonekana kuwa ngome kuu na nguzo ambayo imekuwa ikimuunga mkono katika chaguzi ambazo zimepita tangia mwaka wa 2002. Na sasa hivi Raila Odinga leo hii alikuwa anatarajiwa kufika katika uwanja huu wa Gusii Stadium, na kwenye that convoy ni kinara huyo wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga anatarajiwa kufanya mkutano mkubwa sana ambao unatarajiwa kufanyika leo hii katika uga wa Gusii Stadium, na anatarajiwa kuzungumza na Wakenya. Na zaidi ya yote, kumbuka mrengo wa serikali unaoongozwa na Sylvanus Osoro, Kithure Kindiki na viongozi wengine wa eneo la Gusii wamekuwa katika eneo la Gusii katika wiki hii kwa ajili ya kuendeleza the empowerment program. Na sasa hivi leo hii ni hatamu za kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga akitarajiwa kuzungumza na kukaribishwa na gavana wa kaunti hii ya Kisii. Hujambo na karibu ni kufahamisha yale ambayo yanazidi kuendelea na kujiri katika taifa hili la 254. Ni kuonyeshe na nikwambie ni kipi haswa kimeweza kuendelea. Nataka nikuonyeshe kanda ya video fulani ambayo imeweza kuonyeshwa katika mji wa CBD katika roundabout ya Capital pamoja na maeneo ama na viunga vya mji huu wa Kisii, ambapo Wakisii na watu wote ambao wanaendelea kujiunga na wanaendelea kufululiza moja kwa moja kuelekea uwanja wa Gusii Stadium wameapa ya kwamba they are not going to allow this kind of politics from the government, pamoja na yale mambo ambayo sasa hivi rais ameamua kumtumia Raila Odinga katika ngome hii ya Gusii ili kuhakikisha kwamba wanamkomesha na kuharibia Fred Okengo Matiang'i sifa na kumkandamiza na kuhakikisha kwamba wanamzima kisiasa. Kumbuka Matiang'i amekuwa ni kiongozi muhimu na kiungo muhimu sana, na alikuwa kiungo muhimu katika serikali ambayo iliweza kupitia Uhuru Muigai Kenyatta, na katika kampeni ya mwaka wa 2022 Matiang'i alionekana kusimama na kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga na kuendeleza kampeni zake kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka wa 2022. Lakini mwisho wa siku mwisho wa siku mrengo huu wa Azimio la Umoja ukiongozwa na Raila Odinga umeonekana kumsaliti Fred Matiang'i, jambo ambalo Wakenya sasa hivi they don't want to listen to this kind of politics. They don't want to listen to Raila Odinga. Je, ni kipi kinaendelea? Hujambo na karibu ni kufahamisha ambayo yanazidi kujiri katika taifa la 254, na nataka nikupeleke moja kwa moja katika uwanja wa Gusii Stadium nikuonyeshe na nikupe taswira jinsi hali inavyozidi kuendelea kwa sasa. Lakini mwanzo, kabla hatujaendelea kwenye mwendelezo wa mazungumzo ya siku ya leo, na kuomba ukaweze kuchukua sekunde zako mbili ukalike, kucomment, kushare na kikubwa zaidi ukaweza kusubscribe kwenye alama nyekundu iliyo hapo chini ndani ya video hii ya subscription, na ukaweza kuweka notification bell, ndipo siku zote tunapokuletea taarifa kama hizi, siku zote unakuwa wa kwanza kuzipata na kuzipokea. Hujambo na karibu kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu ya siku ya leo. Nataka nikufahamishe, nikufanyia uchanganuzi wa chini ya dakika 10 zijazo, na kumbe uganda nami uzidi kusikiza na ukafuatilie kanda hii ya video nikupe taswira jinsi hali ilivyo moja kwa moja kutoka uwanja wa Gusii Stadium live. Hebu niseme hivi, mtazamaji wangu, katika kanda ambayo niliweza kukuchezea katika mwanzo wa video hii ni convoy ya kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga, ambaye sasa hivi ameweza kuwasili katika uga huu wa Gusii Stadium. Sasa hivi katika uwanja wa Gusii Stadium tuko na pande mbili, ambapo gavana Simba Arati pamoja na Rais William Samoei Ruto ama serikali nzima ya Kenya Kwanza wamedaiwa kuwalipa baadhi ya vijana na kuweza kufika katika uwanja huu, ambapo
kuna vijana ambao wameweza kuonekana katika uwanja huu wakiwa wamebeba mabango yameandikwa 2 term, ambao wanaendelea kuimba. Wapo kando ya mji wa CBD na katikati ya miji ya CBD katika roundabout ya Capital. Na zaidi ya yote, vijana wengine wameweza kuonekana wakiwa katika uga huu wa Gusii, ambapo kinara wa Azimio la Umoja anatarajiwa kuzungumza na Wakenya, na kiini cha ziara yake hatuelewi ni kipi. Remember, kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya ameweza kupoteza umaarufu sana katika eneo la Nyanza, especially kutoka Nyanza, ambapo Wakenya hawamtaki simply because ameweza kuwasaliti. Na usaliti wenyewe ulikuwa ni baada ya kujiunga na broad-based government na kuendelea kusema ya kwamba anataka kuleta mageuzi katika taifa hili la Kenya na kujiunga na Rais William Samoei Ruto. Sasa hivi hatuna upinzani katika taifa hili la Kenya, jambo ambalo liliweza kuwafanya Wakenya especially the Gen Z youths wakaanza kudemonstrate na kumkana kinara wa Azimio Raila Odinga. Right now they forced to endorse Fred Okengo Matiang'i, ambaye sasa hivi wamemuomba kuwania urais mwaka wa 2027 ili kuhakikisha kwamba wanamuondoa Raila Odinga pamoja na Rais William Samoei Ruto. And that is why currently in the Republic of Kenya, vijana wengi katika county 47, wimbo ambao unaimbwa sasa hivi ni 1 term, Ruto must go, and there is no place in currently where the Azimio coalition leader Raila Odinga can speak, simply because Kenyans have said that this Raila Odinga, licha ya kusimama naye katika kampeni, licha ya kusimama naye katika miaka na mikaka, amekuwa msaliti mkubwa. He is now a very big betrayal in the Republic of Kenya. And that is why Kenyans currently, they don't want to listen to Raila Odinga because he joined the government. Jambo ambalo liliweza kuwasukuma vijana wengi na Wakenya wengi kumrai na kumuomba aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Daktari Fred Matiang'i kuacha kazi ambayo alikuwa anafanya na World Bank nchini Marekani na kuja kuwania urais. Jambo ambalo liliweza kumfanya na kumchukua Okengo Matiang'i muda zaidi kutafakari, kufikiria na kuweza kufanya uamuzi. Hebu niseme hivi, ziara ya leo ya Raila Odinga katika uga wa Gusii Stadium ni ishara ya kwamba anataka kuleta ule uwiano na kujaribu kuwashawishi, and this is a deal that has been planned by the government, ambapo serikali ya Rais Ruto imeamua kumtumia Raila Odinga kama kigezo ili kuhakikisha kwamba anajaribu kuleta ule uwiano wa pamoja na kuingiza katika serikali, jambo ambalo huenda likawa ni gumu zaidi kwa Raila Odinga. Na sasa hivi kuna vikundi viwili ambao vinaendelea kungangana na kupiga kelele katika uga huu, ambao wanamuunga Fred Matiang'i na wengine kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya. Je, wazo lako ni lipi kuhusiana na hili? Toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section, and thank you for watching our videos. Let's meet in our next episode.